hiyo wangeweza kuishi maisha ya kuchanganya mambo, kuchanganya vitu, kuchanganya hili na lile. Mtume Paulo akiandika kwa lengo la kusaidia kanisa ili wapate kujua amani ya wokovu walionao, kwamba kanisa ama mtu wa Mungu hawezi kupata nguvu ya Mungu nje na neno la msalaba. Na kwa ajili hiyo anawaandikia akisema kwamba neno la msalaba kwa wanaopotea ni nini? Ni upuuzi, bali kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ukianza kuliona kwa nini nilisema ni muhimu sana kujiuliza maswali makubwa mawili. Kwa nini neno hilo la msalaba liwe upuuzi kwa wanaopotea, lakini kwa wenye kuokolewa, kwa wale wenye kumcha Mungu, kwa wale wenye kujali Bwana, kwao iwe nguvu ya Mungu, iwe nguvu kwao ya Mungu? Kwa nini? Kaona jambo la kwanza tuliona ni kwa kuwa sisi tunaookolewa ndilo kanisa linalopaswa kusikia neno kutoka kwa Kristo. Ndilo kanisa linalopaswa kusikia, kujua hilo neno la msalaba ambalo Yesu ananena kabisa. Sio wengine, maana kwa wengine si upuuzi, na kama ni upuuzi watasikia nini? Maana wametangulia kupuuzi. Tukaona sababu ya pili ni kwa kuwa kanisa ni kwa kuwa kazi ya msalaba, ni kwa kuwa kazi ya msalaba ni kurejesha, kurudisha, kuuisha mahusiano yaliyopotea kati ya Mungu na mwanadamu na kati ya mwanadamu na Mungu. Ni kurejesha, kurudisha mahusiano. Maana mwanadamu tangu Eden alipoasi alipoteza nafasi, alipoteza ushirika kati yake na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Kristo inabidi kwa pendo lake ile anapokuja ashughulike na kurejesha mahusiano haya kati ya Mungu na wanadamu na kati ya mwanadamu na Mungu. Ndio maana msalaba ni alama ya kujumlisha. Nilisema kwamba ni alama ya kujumlisha, juu yuko Kristo, chini kuna wanadamu, na wanadamu mataifa yote yako mashariki na magharibi wote wanadamu. Kwa hiyo msalaba unafanya kazi ya kujumlisha mwanadamu aliyepo huko na aliyepo huko, wanakutana mahali pamoja katikati. Unafanya kazi ya kumsogeza, kumkuta Mungu na mwanadamu, kuwaleta pamoja. Ndio kazi ya msalaba. Kiendelea tulisema bila neno la jambo la pili kujiuliza. Sasa kama hilo neno la msalaba, sasa ndio nini muhimu kujiuliza? Hilo neno la msalaba ambalo ndio nguvu ya Mungu kwa kanisa kwetu sisi tunaokolewa, ndilo neno gani hilo? Maana usipolijua ni rahisi kuishia tu kwenye furushi hilo la neno la msalaba, lakini unapaswa kujua, uingie ndani ujue ni neno gani hilo. Kaona majibu ni lile neno alilosema Yesu mwenyewe akiwa msalabani. Neno hilo ndilo linalolifanya kanisa kuwa na nguvu ya Mungu wakati wote. Ukiishi nje na neno, sio rahisi nguvu ya Mungu kutembea na kuonekana waziwazi katika maisha yako. Nilizungumza nikasema neno hilo ndio hosia. Kristo anamaliza kazi duniani hali akijua wajibu wake ni nini. Hakuondoka bila kuliachia kanisa majambo muhimu ama mambo muhimu ya kuzingatia, ya kutunza ili kanisa lipate kuendelea na kutembea likiwa na Mungu ya nani? Na Mungu. Hakuliacha hewani, aliliachia neno
akiwa msalabani, anaona anaenda kumaliza kazi, asema kuna neno, kuna mambo amesema ambayo hayo kwa kila kanisa linalotamani kutembea kuwa na nguvu ya Mungu ndani yake ni lazima kuzingatia, lazima kujua, lazima kuishi katika neno. Ukiishi nje na maelekezo hayo, maana yake umesahau, unataka kuacha wosia wa Bwana wa kanisa ambaye ni nani? Kristo aliyekufa kwa ajili ya kanisa. Ukiishi nje na maelekezo ya neno hilo, maana yake unataka kukinzana, unataka kupishana na mwenye kanisa na kutaka kuna mambo ameacha kwako ili upate kuwa na nguvu ya Mungu. Mungu atembee na wewe, afanye mambo makubwa pamoja na wewe. Kuna mambo ameacha kwako ambayo unapaswa kuyazingatia, kuyajali, kuyaishi, kuyatenda. Mambo hayo kwa kuyatenda ndiyo yanayokufanya wewe na nguvu, ndiyo yanayokufanya wewe nguvu ya Mungu itembee ndani mwako wakati huo. Hivyo kuachana naye, kupuuza, kushindwa kujua umuhimu na nguvu na thamani ya neno lile, unapoteza nini? Bali yako unapoteza mwenyewe na thamani yako. Nikizungumza kwamba unaona maneno yoyote ambayo aidha kiongozi ama baba wa familia, mama wa familia, mtu muhimu katika maisha yako, mtu ambaye alikuwa mbele yako katika maisha yako, maneno yoyote atakayoyasema, halafu katika kusema, baada ya kuyasema hayo akamaliza safari ama akaondoka akahama eneo hilo, ni maneno ya kuzingatia ambayo wewe ambaye umekuwa karibu na mtu huyo, kuna watu watakao kufuata na kukuuliza vipi alisema nini kabla hajaondoka. Na kama ni mtu ametwaliwa, tumeenda kwa Mungu, utakuta ni maneno mbaya kwenye fikra za mtu kila wakati wote yanaimba. Wewe au sio kweli? Kwamba baba akiwa hai kabla hajaondoka alisema moja mbili tatu. Ni neno ambalo halitasahaulika katika maisha ya familia yetu, halitasahaulika katika maisha ya uzao huo. Kila mtu atataka kujua baba alisema nini, na utakuta kila mmoja ana maneno anayoyatunza yaliyotokana na baba yake kwake kabla hajaondoka, ama yaliyotokana na mama yake kabla hajafanya nini, hajaondoka. Na unaona anapoyatunza na kuyaishi yale maneno, yanafanyika kuwa afya ndani mwake. Halo, tukaanza kuona siku hiyo, tukaanza kutembelea maneno hayo. Kaona neno la kwanza alizungumza juu ya nini? Wale tuliokuwepo, maana tulitembelea maneno matatu, na leo ningependa nimalizia leo salia. Tukasema jambo la kwanza, kwa msalabani Yesu, Wayahudi wanamtesa. Ilizungumza kwa nini wanamtesa? Wao wanaona huyu Yesu ni mhalifu, anaharibu sheria ya dini ya baba zao, anaharibu utaratibu wa dini. Kwa hiyo anastahili kufanya nini? Akiwa msalabani, amepigwa, amedhihakiwa, ametendwa kila tendo unalojua mhalifu anatendwa, anatakwa mboko akiwa uchi. Yuko msalabani, hatuoni Yesu anabeba uchungu na maumivu ya yale yaliyotendewa. Akiwa msalabani anasema neno la kwanza, Baba wasamehe kwa kuwa hawafanyi nini? Hawajui watendalo. Neno la kwanza anazungumza juu ya masamaha. Anasema msalaba huu ambao nimetundikwa kwao, huu unaleta masamaha, unaleta mahusiano, unaleta kurejesha tena watu waliopoteza mahusiano katikati yao. Anasema wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Maana kama wangejua kwamba mimi ni nani, ndiye Bwana wa imani wanayoshughulikana, ndiye Bwana wa huyo baba yao Ibrahimu na nani wanayesema pengine kwamba nimedhihaki, wasingetenda haya. Anatangaza masamaha. Tulizungumza juu ya masamaha sana na madhara yanayotokea. Madhara yanayotokea yanakupata wewe usiyesamehe. Nikasema huu msamaha unahusiana na yale makosa mtu unayotendwa bila kujua wale wanaokutendea kwamba wanakosea.
wakati mwingine wanaona wanatenda haki kwako, wanaona wanafanya vizuri kwako, lakini kumbe wanakuumiza, unaumia. Ukiishi na hayo utajikwaa na watu, tawalaani, utafanya vyovyote vibaya kuwahusu, na kumbe wao wanaona wanatenda lililo jema. Halo. Sasa ukikaa na mauchungu yale, ukakaa na maumivu yale, yanakutesa wewe. Nilisema hivi, utateseka, utasumbuka, utahangaika mpaka utakufa kiroho na kimwili, tunakuzika kabisa. Kumbe ili usiwe katika hali hiyo, kubali kuachilia waliokuumiza, kubali kuachilia waliokutesa. Unapokubali kusamehe watu waliokuumiza, unajitendea mema wewe, maana moyo wako utapata afya, roho yako itakuwa na nguvu, na kwa ajili hiyo wewe utakuwa salama maisha yako. Tulizungumza faida moja wapo kati ya faida ni kwamba na wewe utakapowakosea watu bila kujua ama kwa kujua, utakapoomba rehema kwa Mungu, na utafanyaje? Utafanyaje jamani? Utasamehewa. Kwa ajili hiyo, ukitembea na uchungu juu ya mtu, ukitembea na maumivu kwa sababu ya watu kutenda vibaya, unafunga mlango wa wewe kusamehewa kesho, unafunga mlango wa masamaha. Halo. Samehe. Kaona jambo la pili analosema ni kuhusu uwajibikaji, kwamba kanisa halitakaa duniani bila kuwajibika, litatembea katika kutenda, litatembea katika uwajibikaji. Anasema mama tazama mwana na mwana tazama mama yake. Halo. Anaposema tazama, hamaanishi kuangaliana, anazungumza juu ya wajibu. Maana desturi ya Kiyahudi ilimtaka kiongozi, kaka, mzaliwa wa kwanza, yule mkubwa yule wa kiume, ndiye aliyebeba majukumu ya kifamilia nyumbani. Na hasa kitokea baba akaondoka, akatoka katika mwili, anayebaki na familia ni kaka mkubwa. Tuko pamoja ndugu zangu? Ndiye anakuwa kiongozi wa familia. Na hiyo desturi iliathiri mataifa mengi, hata kwetu Afrika hivyo. Unaona, kupata watoto tu wote wa kike, unakuta tuna masikitiko makubwa, ungetamani upate mtoto wa kiume, au sio jamani? Siko hivyo? Hamjaja bado. Utaona kama familia ilikuwa imekusudia kwamba sisi nafikiri ndio maisha yetu tuzae watoto wanne, alafu Mungu akakupa wote wale wakao wa kike, utakuta tena mnaenda kwenye kikao kama nafikiri bado kuongeze kidogo, maana kujapata takwimu. Halo, kuna watu wamezaa watoto wanazaa, lakini kifuatia kwani wanazaa, nakwambia unaona, umezaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa saba, wote ni wa kiume, hata kike. Mama anasema nataka kuwa kana nisumbua kwenye vitenge vyangu na kwenye magauni na kwenye nani, nipate mtu akupiga naye kelele. So mama anasema hivyo, na baba nao wanasema nipate mtu akunisumbua hata kwenye dara zangu. Sasa Yesu kwenye nyumba ya Yusufu, yeye ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza. Tunaomba Mariamu amepata mimba hajaoa. Halo, tuko pamoja? Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kwa ajili hiyo Yesu anafanyika kuwa mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Yusufu. Hao wengine kina Yuda, kina Yakobo waliokuja kuzaliwa baadaye ni wadogo zake na nani? Na Yesu. Kwa hiyo mwenye wajibu wa kuangalia, kusimamia maongozi yote ya familia hiyo, familia ya mzee Yusufu alikuwa ni Yesu, ndiye kaka mkubwa. Sasa anaondoka, anaenda mbinguni, majukumu ya kumwangalia mama na yake kwa nani? Ataondoka bila kutakabidhi kwa mtu. Halo, tuko pamoja? Lazima yaache kwa mtu, asiondoke kama mtu asiyejua wajibu wake na nini anafanya. Ndiye akiwa msalabani akaacha wajibu wake wa
mwanafunzi aliyempenda sana ndugu yake, maana Yohana na Yesu walikuwa ndugu hawa. Anauacha kwake, anasema unasikia dogo, maana wanafunzi wengine wote wamekimbia, wamemwacha, amebaki rafiki tu. Nani? Yohana ndiye amebaki msalabani na Yesu. Wengine wote na walio hapa wakasema nitakuwa na wewe mpaka kufa. Kina Petro wameshalaza, wameshakimbia, ndio amebaki ndugu mmoja, rafiki. Na ndio maana jamani, katika maisha yoyote ni vizuri kujenga urafiki. Urafiki unakufanya kwenda mbali na unayempenda maili nyingi sana. Unasimama na rafiki yako katika nyakati zote. Halo? Anampa jukumu, anasema sasa mimi nimemaliza. Muangalie mama. Na wewe mama unanisikia yeye? Tulikuwa niangalia ni pale nilipokuwa niona mimi. Muangalie mwana. Maandiko yanasema mara hiyo akamchukua. Yule mwanafunzi akamchukua mama yake akaenda kumshika naye. Nilizungumza maana yake nini? Kwamba kanisa lipo linapobaki, kuna anayebaki ambaye ni madhabahu, anasimama mahala pa mama, atakayekuwa na wajibu wa kuangalia kanisa lililozaliwa toka ubavuni, kutoka msalabani kwa Kristo. Ndio maana hatutakuwa na kanisa tukose madhabahu, hatutakuwa na kanisa tukose kiongozi wa kanisa. Tuna kanisa kwa sababu kuna madhabahu. Kanisa lolote liwe kanisa, anaanza kujengwa nani? Madhabahu ya eneo na madhabahu inayotembea, ambaye ndiye mchungaji. Tuko pamoja ndugu zangu? Huyo ndiye Mariamu anayeambiwa utazame mwana, utazame wanao. Na wakati huo wana nao wakiambiwa utazame nani? Mama yake. Ndio neno likasema mnapopewa vya rohoni mnapewa vya wapi? Vya wapi jamani? Usiwaache walawe leo katika malango ya nyumba. Si neno linasema hivi. Tuliendelea tukaona jambo la tatu. Napita kidogo wakawake niliende kwa yale kule ngambo. Jambo la tatu wanasema, amini nakwambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Amini. Amini nakwambia leo hii utakuwa pamoja nami wapi? Peponi. Neno hili linatokana mjadala uliotokea kwa msalabani. Wanyang'anyi wawili wa mkono wa kushoto na mkono wa kulia wakiwa wanajadiliana. Huyu wa kushoto anamlaumu nani? Anamlaumu nani jamani? Sijui wale ndio anamlaumu nani? Yesu. Baada ungekuwa mwana wa Mungu kweli, si ungejiokoa ukatuokoa na sisi? Ungeteswa hivi unavyoteswa hivi kweli? Yaani mwana wa Mungu kweli uvuliwe nguo? Unaona kama ni akili za kibinadamu kama haikai sawa sawa. Mwana wa Mungu kweli, ungekuwa kweli wewe Mungu kweli? Mimi na wasiwasi. Anamshutumu Yesu aliyeandikwa katikati yao kwa kazi ya kuwapatanisha. Halo. Bali halo. Yule wa mkono wa kuume akamgeukia na kumshambulia. Akimwambia wewe unasema nini? Haya si unayo kwa kuwa wewe yanakustahili. Sisi tumepata haya kwa kuwa ni matokeo ya kazi yetu. Sisi ni wahalifu kweli. Sisi ni waongo kweli. Sisi ni wenye dhambi kweli. Tumetendwa haya kwa sababu tulifanya. Ni haki yetu. Tulistahili kuhukumiwa hivi. Halo. Alipomaliza kumshughulikia mwenzake, anamgeukia Yesu na kumwambia, Bwana, unikumbuke kwenye ufalme. Ndio Yesu anamjibu na kumwambia, amini hivi leo utakuwa pamoja nami wapi? Anataka kuzungumza nini? Anaposema bali anataka kuzungumza juu ya toba ya kweli, kwamba tukiwa duniani, mtu akiishi katika maisha ya dunia, kuna kujikwaa, kuna kuanguka, unaweza ukatenda dhambi, lakini katika kutenda dhambi usiendelee kuishi dhambi. Unahitaji utubu kweli kweli, utubu toba ya kweli. Na kutubu ni kukiri, ni kutamka, ni kusema uovu wako. Ndicho anachokifanya huyu nani? Anachokifanya huyu mnyang'anyi wa pili aliyekuwa mkono wa kuume, anakiri waziwazi uovu wake.
imepotea, inapotea. Watu wanajihalalishia nini? Maisha ni tabia za kimungu, tabia za wokovu. Mtu anaweza kaishi maisha ya dhambi wala asipate jambo wala mtikisiko wala mshituko wowote kwamba nao watu wa kumrudia Bwana. Akaendelea kuishi maisha ya dhambi, akaendelea kuishi kwenye dhambi, akaendelea kufanya kila uovu na anajua ni uovu, na akimaliza kutenda uovu anawahi nyumbani mwa Bwana. Na kwa nyumbani mwa Bwana utamwona anavyoweza kuruka kusifu, atafanya jambo lolote linalotaka kufanyika nyumbani mwa Bwana, hali akijua maisha yake kwa Mungu ni nini? Ni machafu. Mkiingia kwenye maombi atanena kabla yako wewe. Anajaa, unajiuliza amejazwa nini? Pengine ni mauchungu yako moyoni, ama pengine anataka kufanya udanganyifu ili kuwafumba watu wasijue kwamba yeye maisha yake ni ya uovu. Na kumbe anapofanya hivyo, mbingu zinamuona, Yesu anamuona, Mungu Baba anamuona, nafsi yake inamuona, na shetani naye anamuona. Unanielewa vizuri? Maana chochote utakachokitenda, mbingu, Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu ni mashuhuda wanaokushuhudia. Nafsi yako ni shuhuda inayokushuhudia, na shetani naye anishuhuda. Nafsi, watu wangapi hapa? Hawa wadanganyi. Na kwa ajili hiyo, hata kama ungetaka kujivika, ujivike vazi ya kondoo, ujivike ngozi ya kondoo, bado mbingu zinasema ndugu, wewe unapiga kelele. Tuko pamoja? Na matokeo yake utashangaa, unatangulia kwenda jehanamu. Wewe ndio unayewaongoza wengine kwenda wapi? Kwenda jehanamu. Ilikuwa juma ngapi katikati ya wiki? Siku hizi ilikuwa siku gani? Nimeenda pahali fulani kwa ajili ya kufanya huduma ya maombezi. Kwenye familia hii wapo wengine hawajaokoka. Katika kuzungumza maneno ya Mungu na mshuhuda mmoja wapo akasema, mchungaji, unaona ni ulimwengu hivi kubwa, lina wapagani wengi wasio mcha Mungu. Lina wapagani wengi. Sasa huo moto utakuwa moto wa namna gani? Ambao utakaotuchoma hizo. Sina mikono, tutakojolea usiku. Tunaona yale mawazo yale ya ukuzi sana kwa wanaopokea. Wewe kwanza uko kwenye moto na ungua moto, huo mkojo unautoa wapi? Ukishe kugusa hata kara moto ndio utakugusa hivi. Ufahamu wako utazalisha kitu kingine chochote ndani. Hebu kwa nadhani hapo inabidi tufanye investigation. Usiona hisi kuzalisha. Unazalisha nini huko? Huko unaungua moto. Unaona hata kama ukipata jambo sio kwa kawaida, hata kama ulikuwa unataka kwenda shoti, wewe naenda mahali kwa ajili ya kuelekeza tayari. Hapo ile shauku inakatika. Kwenda masio kweli. Miaka ya nyuma tofauti kidogo na miaka ya ambayo mtu alikuwa akijenga nyumba, sio anaijenga kule jambo ya barabara. Na wakati huo sasa giza la masika ikiwa kali. Unaona? Ndio mtu anaamka ili aende huko. Alafu ghafla ile giza mahindi ya milali na kama hivi ilikuwa inakuwa marefu na fuka mahindi. Ya kilalia na unafikiri kuna watu wamesimama njiani kukuzuia. Ulikuwa unaendelea. Unashangaa hata kama ulikuwa umebanwa na ghafla inakatika, unarudi bio ndani na unalala mpaka kunakucha. Nini kinaondoa ufahamu umesense kitu kingine? Sasa kwenye jehanamu wewe unapofikiri kwamba nitaukujolea moto na unaujua kweli, ni upuuzi kwa wanaopokea. Halo? Mhubiri mmoja alikuwa anahubiri, anachapa injili mjini, anapiga injili amechemka, anasema siku ile itakuwa ni siku ya kusaga meno. Wakati anazungumza ile kuna vipogoe hawana meno, nikawa na meno. Ndio. Akasema, kumbe hivi tulikaa hapa tunako. Kumbe tulikaa kuna tafakuri kwa nini
nitaondoka. Wanafikiri ni neno la haya na mimi. Mmeshakuna Kristo. Tutasauka nini? Ole wenu ninyi wenye neno. Neno la msalaba kwa wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa wanaopotea ni upuuzi, hata ungefanya jambo lolote hawaoni thamani ya nguvu yake. Mchana wa leo niweze kukukumbusha, ili uwe na nguvu ya Mungu, tunza uhusiano wako na Mungu. Shughulika na maisha ya wokovu. Siku inakuja na Kristo Yesu anakuja, aliyesema haya msalabani, anatutaka tuwe watakatifu ili tutembee na Mungu na nguvu ya Mungu. Anakutaka uache njia mbaya, uovu na kufanya Mungu kuwa mbali na wewe. Unakuzuia uovu, wewe unakufanya farakane na Mungu. Kumbe thamani yako ni utakatifu. Maisha yako ni kujali neno. Anasema Yesu kwa msalabani upate kuishi. Anasema amini utakuwa pamoja nami. Anakuchukua ukiwa mtakatifu. Na unaona duniani sasa kila mmoja anaenda kwa njia yake. Kabla Yesu hajaja kuna watu wanakufa. Nayo ni njia kwenda mbinguni. Tuko pamoja ndugu zangu. Ukifa leo unaendaje mbinguni? Kama Yesu akija akaitwaa nafsi yako, maana ni njia moja ya kulichukua kanisa, kuchukua mtu. Akija akakutwaa na njia zako zilizo chafu hivyo, utaendaje mbinguni? Ndio maana utaona mhubiri wa kwanza katika Agano Jipya anaitwa Yohana Mbatizaji. Anahubiri na waambia hivi, tubuni kwa maana ufalme wa nini? Wa mbinguni umekaribia. Anazungumza kiwaambia kabisa, kiwaambia Wayahudi watubu, taifa teule lililoteuliwa na Mungu kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Lakini pamoja na kuteuliwa wanaambiwa tubuni. Kwa nini? Ufalme wa Mungu umekaribia. Anaondoka Yesu naye anakuja, naye anaendelea vile vile, anasema tubuni. Kwa nini mtubu? Ufalme wa Mungu umekaribia. Mitume nao wanaendelea vile vile, wanaendelea kusisitiza, wanasema tubuni mkarejee, kwa kuwa ufalme wa Mungu umefanyaje jamani? Umekaribia. Wewe leo na mimi leo tunaona ufalme wa Mungu uko mbali, uko karibu mno na sisi kuliko hata mavazi tuliyovaa. Ufalme wa Mungu umekaribia. Unakutaka kuishi maisha matakatifu. Fikra zako, mawazo yako, matendo yako, maneno yako, uishi maisha matakatifu ili uwe pamoja na Kristo. Wapi jamani? Wapi? Tunaona jambo la nne hapo. Sasa tusome, maana kule mwenyewe hatujasoma kwa sababu tulisoma Jumapili iliyopita. Katika Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 28. Jambo la nne. Neno la nne. Pende msomaji. 19:28. 19:28. Mtasoma. Baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema,